Now let's talk about Ndindi Nyoro's presser yesterday. Yesterday was on a Tuesday, 18th March of 2025. Now he started his presser with a disclaimer that I know you people, Kenyans, or else globally, because let's say Ndindi Nyoro is not just that local leader that you can't say we Kenyans tunamwatch peke yake. Now he started with a disclaimer that you people, I know there is what you expect me to say, but there is what I want to say. And in that presser, Kenyans expected not a lot of things. Walikuwa tu wanataka kitu moja peke yake. Wewe tuambie msimamo wako wa kisiasa uko side gani? Are you supporting the government ama you are supporting the people? Because if you are not with the government, you are definitely with the people. Now, to start with, let's acknowledge that Ndindi Nyoro is a great leader. Ndindi Nyoro is a great leader. You can see what he has done to his Kiaro people. Hadi to an extent that some MPs, I can term them as gullible, kina Junet Mohammed and kina Kimani Ichung'wah, were accusing him of diverting more funds allocated to other places to his constituents. Now, mimi, even if Ndindi Nyoro will be termed as the most corrupt person, na anafanyia watu kazi yake kazi, na you can feel the impact of what he's doing, I will still support such leaders. Do you know why? During he was an MP 2017-2022. He wasn't the chair of budget, but he was the leading MP, the most performing MP in the country. Sasa kusema hii maneno mengine sijui ana allocate. If he is allocating na zinafanya kazi kwa watu wake. You people like Kimani Ichung'wah, minority leader, mtu mwenye ako na ushawishi mkubwa sana. Aya kina Kimani Ichung'wah, majority leader, mtu ako na ushawishi. Those are the people actually, si mulisikia Kindiki hadi akisema ni wakubwa kuliko Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro anakaa chief. Now, why don't they allocate more resources to their constituents? The only problem is that they are looting. They are stealing everything. Mimi I wish tungekuwa na wabunge kama hao. Kama hapa kwetu Ruiru, the most populated constituency in Kenya, tungekuwa na mbunge kama Ndindi Nyoro, tungekuwa mbali sana. The only problem that we did here, they voted for a businessman mwenye na concentrate na sigara na pombe peke yake. Mwenye analia aongezewe mo na ile kidogo yenye amepewa inapotea, haifanyiwi kazi. Anyway, kwa hiyo pressure, mimi mwenyewe personally, my own nini, kuna a lot of questions niko nazo. Like, do you think Ndindi Nyoro call for press? All the media houses, the mainstream, the digital, kila kitu, Citizen, KTN, NTV, alikuwa live. Akapata hiyo ya time yote. Akakuja kutuambia how he is doing two masters. The last time he talked to the president. The last time how he got busy with that responsibility ya budget chair. Ile time alitembelea kwake mwisho, venye alitembelea sister yake. Do you think Ndindi Nyoro angecall hiyo press yote ya kuja kusema hiyo? Definitely, according to me, there is something that happened in between hii asubuhi na time ya kupatiana press, to an extent that whatever he was willing to give was altered midway. Listen and watch to most of the comments. 99% of the comments were demanding that Ndindi Nyoro apatiane his political direction. A lot of people are accusing him of being a government project, William Ruto's project. Kwa nini? Kwa sababu what they expected him to say, they expected Ndindi Nyoro tell us, I'm not supporting the government, mimi niko side ya wananchi. But that is not what happened. Like, mimi according to me, all the influencers walikuwa live. Wakikuyu, kina Karangu, kina nani, walikuwa live. Do you think Ndindi Nyoro walikuwa amecall a presser with all hiyo ya time yote akuja atuambie maneno kweli?
That is according to me. That is according to me. Now, it's either if he's supporting the government, he was sent by the state kuja kuangalia influence yake kama imeenda chini ama imefanya nini, na hivyo venye alifanya. But you can see Ndindi Nyoro alileta nchi yote, almost the whole country, into a standstill ikimsikiza what he wanted to say. If it's the state ilikuwa imemtuma kuangalia ushawishi wake. Secondly, kama ni yeye mwenyewe alikuwa anafanya hivyo, anataka kuangalia if I make my political decision ya kutoka kwa serikali ama niseme na support wananchi, bado niko na ile influence yenye nilikuwa nayo, yenye bado after kutolewa kwa budget, after watu kusema mimi ni project ya serikali, after nini, bado niko na huo ushawishi. Will I be making a mistake kutoka kwa government? But all in all, yesterday's press conference was up to something. Ilikuwa na kitu fiche. There is something that we are not getting right. Na kama nyinyi, what do you think? Wewe unafikiria nini? Hebu niambie, think independent. What do you think about Ndindi Nyoro? Is he making the best moves? Hiyo move yenye ana make is it good for him? Because I know all Kenyans want him to say, mimi niko hipande. Amataki hizo stories zingine za budget chair za nini. Wakenya wanataka tuambie tuko hii. Mimi niko hii side. That's all Kenya. Anyway, Ndindi Nyoro, you are a great leader. We wish you all the best in whatever you do. But the only problem we will have with you is you taking us back to Kasongo. No. That will be a mess. That will be your political deathbed.